Karibu tena watazamaji wenzangu katika somo lingine tena. Tunamalizia ile mada yetu ya ugonjwa wa kichocho. Ugonjwa wa kichocho tumeuangalia kwa upande wa kwanza, tuliangalia kichocho cha mkojo. Leo tunaangalia kichocho kinachosababishwa na mdudu mmoja au kimelea kinachoitwa Schistosoma mansoni. Schistosoma mansoni ni aina ya minyoo ambayo inasababisha kichocho cha nini? Cha utumbo. Tunaita intestinal schistosomiasis. Huu ni ugonjwa unaosababishwa na minyoo ambao tunaita trematode aitwayo Schistosomiasis mansoni. Mzunguko wa maisha ya minyoo inasababishwa na kichocho hiki ni sawa na ule wa kichocho cha kibofu, lakini tofauti wake ni kwamba minyoo ya kichocho cha utumbo yenyewe huingia kwenye kuta za utumbo, yani inazunguka kwenye zile kuta za utumbo zile, alafu badala ya kibofu kama tulivyoona kule awali. Ndani ya utumbo hukua na kutoa mayai ambayo yaweza kutolewa kwa nje ya nini? Nje kwa njia ya kinyesi. Na mayai haya yakiingia kwenye maji huwa mzunguko huanza kama ilivyoelezea hapo juu. Kutoka kwa damu kunasababishwa na mayai kutoboa mishipa nini? Ya damu kwenye utumbo. That's why ndio maana inatokea namna hiyo. Hiyo tunaita nini? Tunaita intestinal schistosomiasis, yani kichocho kinachosababishwa na utumbo. Dalili za ugonjwa huu wa kichocho cha utumbo, matone ya damu yanaweza kutokea. Tone la mwisho baada ya kinyesi kutoka, unaenda kule toilet, unakuta ile kinyesi cha mwisho kinakuwa na damu. Na alafu maumivu ya tumbo, yani tumbo inakuwa linauma sana. Alafu kinakuwa na kichefuchefu, unahisi kutapika lakini hamna. Na kichefuchefu pamoja na nini? Na kutapika pia. Zote hizo huwa ni vitu vinatokea. Unaanza mtu anahisi kutapika, alafu vile vile kuna mwingine anatapika kabisa, yani unatapika kabisa. Kwa sababu hizo ndio dalili. Kingine ni kikohozi kikavu, unakuwa na kohoa na kwa muda mrefu. Alafu kuna kwenda na fever, homa kali, alafu na upungufu wa damu, tunaita anemic problem, alafu na diarrhea kwa mtu anaendesha. Tiba ya ugonjwa huu pia ni ile praziquantel, kidonge ambacho kina miligramu 600. Kwa hiyo unapewa kulingana na nini? Na kilo zako za mwili, kilogram. Tunaangalia ile body weight yako, alafu tunafanya calculation ya kukupatia hiyo nini? Hiyo dawa. Aidha kama una kilo 60 au una kilo 70 au una kilo 80, kwa tutagawanya kulingana na jinsi itakavyoendana na nini? Na kilo zako. For instance, mtu ana kilogram, labda ana kilogram 60, let's say una kilogram 60 za mwili wako. Kwa hiyo tunachukua 1 kilogram itaenda kwa sawa na 40 mg. 40 mg per kg. Kwa hiyo je, hizi kilo 60 kilogram zitaenda sana ngapi? Ambao automatically ni kwamba tunachukua ile 40 mara 60 tunapata 2600. 2600. Kwa ukichukua ile 60 yako ya kilogram zako ukazidisha na 40 mg per kg, automatically tutapata 2400. Yes, kwa sababu 6 mara 4 ni 24, na zile sifuri zetu 2 inakuwa 2400. Sasa 2400 unaigawa kwa ile ya kile kidonge kimoja cha praziquantel chenye 600 mg, utapata ngapi? Ukichukua 2400 ukagawanya kwa 600, automatically hapo utapata jibu ngapi? Guys, calculations. Kwa hiyo ile 2400 ukigawa kwa 600 utapata vidonge 4. Vidonge 4 hivyo ulivyovipata ni vya ujumla, unaona, lakini tunavigawa
kwa dozi mbili. Dozi ya kwanza itatumika vidonge viwili na dozi ya pili itatumika vidonge vingapi? Viwili. Kila baada ya masaa 6. Actually unafanya hivyo ili kumaintain, na dawa zingine utakazopewa kwa ajili ya kusindikizia hiyo hali ili iendelee kukaa sawa. Clear? Lakini hizi dawa huwa zina maudhi. Hizi dawa huwa zina maudhi mbalimbali. Maudhi kama yale unaweza kuyapata ni kwamba kuna kuwepo na kuchafuka kwa tumbo. Yaani anameza dawa alafu anatapika kweli, yani anatapika hatari. Anatapika. Alafu kuna kingine pia maumivu ya tumbo, yani yanauma tumbo kweli, yani tumbo linauma hatari. Unaona? Kwa hiyo kitu kingine, maudhi mengine ya dawa kama zile huwa ni kutoka na damu kwenye njia ya haja kubwa, alafu kuumwa kichwa, alafu na homa, vipele mwilini na kizunguzungu. Lakini sio zote ambazo unaweza kuzipata hizi dalili au haya maudhi, huwa ni ya muda mfupi, hali inaanza kukaa sawa. Clear guys? Tuko pamoja sana. Kitu kingine ni namna ya kuzuia huu ugonjwa. Imekuwa changamoto kidogo. Namna ya kuzuia huu ugonjwa ni lazima matumizi ya choo yawe safi, alafu viatu maalum tunaita gumboot, unavaa gumboot au tunaita hizo raba hizo unavaa kwa ajili ya kazi. Viatu maalum tunaita rubber boots ambazo vivaliwe wakati wa kufanya kazi. Alafu na epuka kufua nguo kwenye kunawa katika maji yaliyosimama. Actually maji yaliyosimama sio mazuri kwa afya yako. Katika kufua, katika kunawa, kuoga kwa maji yaliyosimama, no guys, that's not good. Haya, kukojoa ovyo ovyo, wewe sio mlevi. Imagine, yani lazima maintain cleanliness of course. Make sure unakojoa sehemu ambayo ina mazingira mazuri. Unaona, usikojoe ovyo ovyo. Unawaambia watoto ndio wana tabia hizi za mtu mzima sidhani sana, ila watoto actually when under 5 years watakuwa katika care moja ya uangalifu mkubwa sana guys. Kingine ni walioambukizwa na ugonjwa wa kichocho wapewe tiba madhubuti kuangamiza konokono waliopo kwenye mabwawa, kuangamiza hizo konokono hizo, kwa sababu ni zenyewe zinaleteleza hiyo hali kutokea. Kuelimisha jamii kuhusu maambukizi ya ugonjwa wa kichocho, elimu lazima itolewe for everybody. Alafu vile vile mahesabu ya dawa ya praziquantel ihakikishe kwamba inatolewa kwa uangalifu mkubwa sana. Kuna wengine elimu ya dawa hii hawana. Kwa hiyo wewe unayepata elimu ya dawa kama hiyo ya praziquantel itolewe kwa uangalifu sana. Mtu unaweza akameza vidonge vyote 4 kwa mara moja, kitu ambacho inaweza kumletea effect kubwa. Kwa hiyo hakikisha unafanya calculation, then ndio unampatia huyo patient client kwamba amekuja pale na hali kama hiyo ya hali anakwambia. Kwa hiyo make sure hizi vitu vinaenda katika utaalamu. Unaona? Kwa hiyo ni ugonjwa ambao unaweza kaona kama ni easy disease, lakini ni ugonjwa ni hatari sana. Tuna hiyo schistosomiasis inasumbua sana nowadays katika jamii zetu zinazotuzunguka. Ipo na magonjwa ni mengi tutaangalia huko mbele, lakini pia nitawaletea kila kitu kingine kizuri kabisa kinakuja. Topic yetu imeishia hapo.